Ni kweli pesa na dhahabu ni vitu vya kupita, lakini hakikisha vinapita kwako. Moja ya uamuzi sahihi unaotakiwa kufanya kwenye maisha yako ni kukataa umaskini kwenye maisha yako. Mimi binafsi nimeweka ahadi na moyo wangu kwamba sitakufa maskini. Unaweza ukawa umezaliwa maskini lakini haujazaliwa kuwa maskini. Unaweza ukawa umeretwa maskini lakini haujaretwa kuwa maskini. Elewa tofauti hiyo. Na Bill Gates, mmoja ya mtu aliyewahi kuwa tajiri namba 1 duniani, aliwahi kusema kuzaliwa maskini sio kosa, kosa ni kufa maskini. Na jambo la muhimu unalopaswa kuelewa kwenye maisha, hatupati tunachokihitaji, tunapata tunachokipambania. Hatupati tunachostahili, tunapata tunachokipambania. Yes, una GPA nzuri, umesoma kozi nzuri, unastahili kupata ajira, lakini hutapata tu ajira kwa sababu una GPA nzuri, umesoma kozi nzuri. Utapata ajira kwa sababu unapambana. Ni kweli unastahili kuwa kwenye ndoa, lakini hautakuwa kwenye ndoa na hutadumu kwenye ndoa kwa sababu tu unahitaji au unastahili kuwa kwenye ndoa. Utakuwa kwenye ndoa kwa sababu unapambania ndoa yako. Chochote ambacho unatakiwa kukipata kwenye maisha yako, unahitaji kujifunza kupambana. Na kwenye maisha, usipopambania unachokitaka, usichokitaka kitachukua nafasi. Usipopambania afya, magonjwa yatachukua nafasi. Usipopambania uzima, mauti yatachukua nafasi. Na usipopambania utajiri, umaskini utachukua nafasi. Jifunze kupambana kwenye maisha yako. Na kataa kuwa maskini. Anza kukataa maskini kwenye fikra kwanza. Anza kujenga fikra za kitajiri. Achana na consumption mentality. Fikra za ukipata tu pesa, unawaza kwanza kutumia, alafu unasema itakayobaki ndio utatunza. Kwa bahati mbaya haijawahi kubaki, na pesa siku zote haitoshi na utakosa ya kutunza. Achana na salary mentality. Ukiwa umeajiriwa, achana na kutegemea na salary mentality chanzo kimoja cha mapato. Anzisha biashara nyingine. Achana na entitlement mentality, hali ya kuamini kwamba uko hivi ulivyo kwa sababu ya serikali, Chama cha Mapinduzi. Hapana, uko hivi ulivyo kwa sababu ya maamuzi uliofanya jana au ulioacha kufanya jana, na si kwa sababu ya serikali au Chama cha Mapinduzi. Si kwa sababu ya wazazi wako walishindwa kukusomesha au kukupa mtaji. Si kwa sababu ya mke au mume wako. Kuna watu wanawaraumu watu wengine kwa vile walivyo, wakiamini na wapa faida au itawasaidia. Haiwezi kusaidia chochote. Watu wengi wanatawaliwa na extrovert disorder. Ni tatizo la kuamini kwamba nguvu ya kubadilisha maisha yako haitoki kwako, inatoka kwa watu wengine. Hii itakuchelewesha sana kufanikiwa kwenye maisha. Kama unataka kufanikiwa, jifunze kujenga fikra za utajiri. Nakumbuka, hatupati tunachokihitaji, tunapata tunachokipambania. Pambania utajiri na utajiri utakufuata. Mimi bwana naitwa Victor Mwambene. Leo kwa mara ya kwanza nimeshoot video katika ofisi yetu hii mpya ya Biashara Soft. Biashara Soft ni kampuni ambayo inawasaidia wafanyabiashara kusimamia biashara zao kupitia mobile application. Mimi naitwa Victor Mwambene, mtaalamu wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Unaweza kujifunza mambo mengi kutoka kwangu kupitia vitabu vyangu 4, ikiwemo hiki Akili ya Fedha, kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Nimeandika pia kitabu cha biashara, unaweza kukisoma hiki, jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Nimeandika pia kitabu cha